Mwamba Dojin alikuwa amezimia, na hii ni kutokana na ongezeko kubwa sana la joto mwilini mwake, lakini bidada akawa anasubiri pale Mwamba aweze kuamka, na mvua ilipokuwa ikinyesha basi iliweza kupooza mwili wake. Na Mwamba Dojin alipoweza tu kuamka, basi bidada alimkisi moja kwa moja, na hii ilikuwa ni ishara ya kwamba bidada alishaanza kumpenda jamaa. Hasa huku katika maabara ya Profesa tayari ni miaka 20 imepita. Profesa hali yake bado ni mbaya tu. Kutokea ule mlipuko ulipokuwa umetokea, Profesa ni mzima lakini kumbukumbu zake hazipo kabisa. Juhudi za kupambana kurudisha kumbukumbu za Profesa zimefanyika mara nyingi tu, lakini zote ni kama zinagonga miamba. Sasa hii ikafika hatua ambapo wakaamua kumchukua Profesa na kumpeleka nyumbani kwa kina bidada Milan, angalau aweze kubadilisha mazingira, huenda atapata kumbukumbu. Lakini kila sehemu ambapo Profesa anapelekwa bado kumbukumbu zake hazikuweza kurejea. Ikabidi wampeleke kwa kina Dojin kwa sababu hapa pana mgawa. Kwa jamaa akiwa anashinda hapa, akiwa anaona watu mbalimbali, huenda kumbukumbu zake zitarejea. Lakini siku ya leo katika huu mgawa alikuja mtu mmoja hivi anafahamika kama Chairman Lee. Huyu jamaa ana hela sana na hatujajua kwa nini amekuja katika mgawa wa kawaida kama huu. Profesa ambaye muda mwingi alikuwa hana kumbukumbu, baada ya kumuona huyu mtu kuna kumbukumbu zikawa zinarudi katika akili yake, na baada ya kumuona aliogopa sana, kataka hata kukimbia. Ila huyu mwamba anayefahamika kama Chairman Lee hakuweza kumgundua Profesa kutokana na muonekano wake kubadilika sana. Kumbuka kwamba ni miaka 20 imeweza kupita sasa. Na huyu Chairman Lee alipokuwa ametoka pale mgawani alikutana na mwanamke mmoja. Huyu mwanamke bana, mume wake yupo katika yale mafriji naye ameweza kugandishwa. Hasa Chairman Lee, huyu mwanamke kwake ni kama shemeji, na yule aliyekuwa amelala katika friji ndio pacha wake na Chairman Lee. Lakini Chairman Lee yeye hakuaga tajiri hata kidogo, ila pacha wake ndio alikuwa tajiri sana. Hasa jamaa kutokana na tamaa ya mali ndio akataka kumlipua Profesa. Baada ya kumlipua akizani kwamba Profesa akiwa amekufa basi yule jamaa katika yale mafriji naye atakuwa amekufa vile vile, na kwa kuwa yeye anafanana sana na kaka yake basi yeye ndo akahesabika kama mlisi ama mtu ambaye atakwenda kuiongoza makampuni. Kwa hiyo jamaa amesimama kwa mgongo au mbadala wa mtu mwingine. Alafu jamaa licha ya unyama wote huu aliokuwa ameufanya, lakini pia akawa anamnyanyasa sana huyu mke wa yule mwamba pacha wake. Na sababu ya pacha wake kuweza kuhifadhiwa katika mafriji ni kwa sababu alikuwa amepataga ajali moja mbaya sana. Sasa kufanywa operation kwa wakati huo ilikuwa ni hatari, kwani angeweza kupoteza maisha. Kwa hiyo ikabidi mwili wake uweze kugandishwa kwanza. Na mwamba alifanyaga majaribio mengi sana ya kutaka kumuua Profesa, mpaka jaribio la mwisho la kuweza kumlipua likawa limeweza kufanikiwa, na hapo akaamini kwamba tayari ameshakwisha kumuua Profesa. Sasa mwamba Profesa kutoka alipoweza kumuona Chairman Lee, haraka sana kumbukumbu zake zote zikawa zimeweza kurejea. Akarudi mpaka katika maabara yake na akakutana na notebook ambacho kinaonyesha namna ya kuweza kurudisha joto lililoweza kupotea. Lakini pia kulikuwa kuna mwili wa pacha mtu ambaye sasa ndio original alikuwepo hapa amelala, na mwamba akawa anamtazama tu. Huyu ndiye ambaye anatakiwa kulisi ile kampuni ambayo mwamba Chairman Lee anaiongoza kwa sasa. Na mpaka kufikia hapa Profesa aligundua kwamba atakuwa katika hatari kubwa sana kwa kuendelea kuhifadhi mwili, na ni kweli kabisa. Kumbe huku Chairman Lee naye alikuwa amepata taarifa ya kwamba Profesa ameshaamka kutokea katika usingizi, kumbe hakufa. Na Chairman Lee bila hata kupoteza muda, moja kwa moja akaenda kumteka Profesa. Baada ya kumteka akawa amemwambia kwamba anahitaji ukazime mitambo yote inayowalinda watu kule wasiweze kufa katika yale majokovu yako, na kama usipofanya hivyo basi nakuapia kwanza utakuwa wa kwanza kufa wewe mwenyewe. Hatukuelewa Profesa alikubaliana nini na Chairman Lee, lakini alifika katika ile maabara yake na kumwambia msaidizi wake kuanzia sasa hivi asiwe anakuja kabisa kazini. Sasa msaidizi akabaki anashangaa kwa nini sio anakuja kazini. Basi baada ya msaidizi wake kuweza kuondoka, haraka sana Profesa akaanza kuzimisha mitambo, lakini Mwamba Dojin akawa amekuja kusema kwamba Profesa unafanya kitu gani? Si kuna watu mule ndani? Lakini Profesa akasema kama tusipoweza kuzimisha hapa na kuhesabu kwamba hiyo operation imeweza kufeli, basi niwaambie kwamba wote mtakufa mpaka mimi ni pamoja na nyie. Lakini Dojin akasema tunaomba utusaidie tuendelee kuishi kama binadamu wa kawaida, kwa sababu mimi kuna mtu nimeshokea kumpenda na si mwingine bali ni bidada Milan. Nampenda sio kidogo, lakini kila nikimkisi joto la mwili wangu likiongezeka linaongezeka sana. Kwa hiyo nalazimika ninapotaka kumkisi basi lazima niende sehemu ambapo maji yanatiririka, lazima nifanye hivyo. Bila hivyo basi mwili wangu unakuwa moto mno. Okay bwana, hatukujua Profesa alikuwa ameongea kitu gani, lakini baadaye tunaonyeshwa huku mwamba Chairman Lee akiwa anaendesha kikao cha makurugenzi hapa katika kampuni yao. Kumbuka kwamba huyu jamaa ni fake bana. Lakini katika sekunde za kuhesabu tu Chairman Lee original akawa anaingia ndani ya kampuni na alikuwa anatumia wheelchair. Hasa kisanga ikawa ni kuchagua ni nani ambaye ndio mwenyekiti wao. Kasa wakawa waelewi kwa sababu hao watu wawili wanafanana kweli. Hawa bana ni mapacha. Sasa ikabidi mtoto mtu aweze sasa kumidentify babake ni nani, lakini uweze kuamini mtoto mtu alimchagua huyu ambaye ni fake. Lakini ukatolewa mtihani mmoja tu. Kama kuna mtu ambaye ni original na ambaye ni fake, basi watakiwa kukumbushana miaka kama 30 iliyoweza kupita walizungumza maneno gani ndani ya vikao vyao. Chairman Lee original alizungumza mambo yote ambayo walikuwa wameyadiscuss
kudiscuss miaka 30 iliyoweza kupita, na huyu fake alishindwa kuyazungumza. Kwa hiyo Maji akawa amejitenga bana. Dakika chache tu Koplo Mkwizu akawa amewasili na kikosi chake hapa, moja kwa moja wakamkamata Chairman Lee Fake. Huku upande wa pili, kumbe profesa aliamua kutumia akili zake za darasani katika kuangalia solution ipi kubwa ya tatizo inaweza kutumika. Akagundua kwamba kama akimfufua huyu Chairman Lee original, basi lazima yule Chairman Fake atakwenda kuteketea. Na ni kweli bwana, kama alivyokuwa amewaza na ndivyo ambavyo ilikuwa. Sasa huku bana, wapendanao wawili hawa wao wanashinda sasa hivi kwenye barafu tu, kwa sababu miili yao ni kama imeshindikana kabisa kukaa katika maeneo ya joto, na kila wakitazamana si hisia zinapanda, na hisia zikipanda joto la mwili linaongezeka, likiongezeka tu basi linaongezeka mpaka wanakaribia kuchemka miili yao. Hasa huenda kwa kuwa profesa yuko huru kwa sasa, basi bila shaka huenda atasaidia kutatua changamoto yao. Ngoja tusikilizie bana. Hasa mama yake na Mwamba Dojin alipogundua kwamba mwanae ana date na huyu bidada Milan, alafu wote wana matatizo yanayofanana, ndo akaanza kuwaza, hawa wakija kupata familia itakuwaje kwenye familia yao jamani? Watu wenyewe wanapenda barafu na baridi, hao watoto wao watazaliwa na maana kwenye friji au? Lakini bidada aliposikia masuala ya ndoa akashtuka kidogo, akasema mimi ndo kwanza na miaka 24, sidhani kama natakiwa kuolewa kwa sasa. Basi mama mtu akasema kama uko tayari kuolewa na mwanangu sio mbaya. Lakini bidada akasema hapana mama, nilikuwa natania tu, sio kwamba ninamaanisha kwamba siko tayari, niko tayari wakati wote, saa yoyote, hata sasa hivi. Bidada akaona we nizeekee nyumbani, watu wanazeekeaga nyumbani bana, mtu anakamata miaka 30 bado yuko nyumbani kwao, hata dalili za kuolewa hazipo. Mama mtu akasema sasa hizo ndo akili, sio unaanza kusema oh mimi mdogo, miaka 24 mdogo wewe. Na huku profesa yuko bize sana kutafuta dawa ya kuhakikisha kwamba hawa joto zao zinakwenda kuwa balance kama kawaida. Akaendelea kuhangaika usiku na mchana, lakini siku moja bana aliweza kufanikiwa kupata tiba. Akawapigia watu na kuambia kwamba nimefanikiwa kupata dawa ya kuweza kuweka joto lenu la mwili kuwa sawa. Lakini Mwamba hakumwambia kabisa bidada Milan, akaenda kujaribisha yeye mwenyewe ili kama dawa itakuja kuwa na madhara, basi madhara hayo yampate yeye kama yeye. Aisee, huo ndio upendo. Lakini profesa akasema hii dawa ukiitumia itakuja kukamilisha matibabu yake baada ya wiki moja mbele, kwa hiyo unatakiwa kupigwa sasa hivi. Mwamba akakubali. Baada ya kupigwa ile dawa, jamaa joto lake likaanza kuongezeka pale pale, akaanza kushindwa kupumua, kaangaika pale dakika kama 2 hivi akatulia. Na profesa akasema hii dawa ina nguvu sana, kwa hiyo kumyumbisha mtu kama hivyo ni vitu vya kawaida tu. Baada ya hapo akampigia bidada Milan na kusema kwamba bwana wako ameshafanya chanjo, kwa hiyo uje kumhudumia huku. Baadaye bidada akawa ameenda na kugundua kwamba Mwamba alikuwa amemtoroka, alikuja kisilisili, na jamaa akaeleza kwa wazi kwamba nilikuja ili kama kuna madhara basi anipate mimi kama mimi kabla ya wewe. Basi zimepita siku kama 3, akaelekea tena katika lile jumba lao la barafu ambapo mara nyingi huwa anakaaga. Lakini siku ya leo ilikuwa tofauti kidogo, kwani Mwamba Dojin yeye alikuwa anatetemeka sana na kusema mbona kuna baridi sana humu. Kwa lugha nyepesi ni kama mwili wake umerudi katika hali yake ya kawaida. Na kesho yake Mwamba akiangalia ile saa yake aliyokuwa ameweka katika mkono, saa inaonyesha kwamba joto lake la mwili imerudi kama kawaida. Kwa hiyo ni kama binadamu wengine wote. Haraka sana akampigia bidada Milan na kumwambia kwamba joto langu la mwili imerudi kawaida kabisa. Bidada alifurahi sana kusikia habari zile. Hasa zamu ya bidada kuweza kupigwa chanjo ikawa imefika na ni kesho tu. Lakini siku ya leo kuna Mwamba mmoja hivi alikuwa na kisu, akataka kwenda kumchoma Mwamba Dojin, lakini bidada akajitokeza haraka sana na kwenda kuzuia kile kisu. Bahati mbaya kikawa kimemchoma yeye, akawaishwa hospitalini. Profesa pamoja na familia nzima wakawa wamekusanyika katika eneo hili la hospitali, na operation unahitajika kufanyika haraka sana. Lakini profesa akasema hamwezi mkafanya operation kwa mtu ambaye damu yake ni ya baridi kiasi kile, kwa sababu ili operation ufanyike lazima damu yake iwe ya kawaida, na ili huyu bidada damu yake iweze kurudishwa katika joto la kawaida inatakiwa kutumia wiki nzima. Na kama unasema bidada ana hali mbaya, maana yake anatakiwa kusubiri wiki nzima ndio afanywe operation baada ya hiyo tiba kuweza kufanyika. Na hakukuwa na namna nyingine yoyote ile ya kuzuia maisha ya bidada yasiweze kutoweka zaidi ya kumfanyia tena hibernation. Basi moja kwa moja bidada akarudishwa tena katika zile mashine za barafu. Hasa hapa profesa akawa anafanya utafiti kugundua dawa ambayo anaweza kumpiga mtu ambaye yuko katika hibernation ili kuhakikisha kwamba balance ya joto lake itakwenda kudhibitiwa. Ni kama masihara hivi, huwezi kuamini. Yani bidada ilimchukua miaka 3 tena alirudi katika hibernation chamber ile na alikaa humo. Na profesa akampigia simu Mwamba akasema bidada ameweza kuamka, lakini anahitaji kikao cha familia. Sasa kuna dawa ambayo profesa aligundua kwamba mtu anaweza akachomwa na ndani ya dakika 30 baadaye basi anatakiwa kufanyiwa upasuaji. Basi bidada akawa ametolewa kwenye hibernation chamber na moja kwa moja akawa amepigwa ile sindano. Ndani ya dakika 30 kuanzia hapo madaktari wanatakiwa kumfanyia upasuaji waliopaswa kumfanyia miaka 3 iliyoweza kupita. Wakiwa wamekata matumaini na wengine wanaendelea kutumaini, basi moja kwa moja madaktari wakatoka nje na kusema operation umeweza kufanikiwa, lakini bidada yuko katika koma, hawajui ataamka siku gani. Bidada Milan katika hali hiyo ya koma tena akatumia miezi 6 bana. Mwisho wa siku moja Mwamba akapigiwa simu na profesa akisema kwamba bidada tayari ameweza kuamka. Aisee, bidada maisha ya kifo ameyaenjoy, yani karibia miaka 23 na miezi 6 ameitumia katika maisha ya nusu kifo. Basi walipoweza kukutana siku ya leo, Mwamba alimkumbatia bidada na hawamu hii hakutaka kabisa kuweza kumpoteza. Walipotoka hapo moja kwa moja tena wakarudi nyumbani kwa kina Mwamba Dojin. Akaanza kuulizwa tena, vipi una mpango wa kuolewa na mwanetu? Bidada tena kama kawaida majibu yake akasema si unajua tena mimi na miaka 24 tu, sina mpango wa kuolewa kwa sasa hivi, na
mpango wa kwenda kusoma nje ya nchi, baada ya hapo nitarudigi tena. Lakini leo mwamba akaingilia kati. Yaani unajiwazia wewe tu, wazi kabisa juu yangu. Kila kitu unajiwazia wewe tu, mdogo, miaka 24. Hivi unajua kama mpaka dakika hiyo umefikisha miaka 50 kiuhalisia. Yaani laiti ingekuwa hatujaweza kugandishwa, wewe mpaka dakika hii ni miaka 50. Unazeeka mama. Wewe umri wako ni mkubwa bana. Hebu tuwaze masuala ya ndoa sasa hivi. Lakini bidada akasema hapana, yaani naenda kusoma tu miaka 5. Kwa maana nyepesi ni kwamba miaka 5 tu itakushinda kuvumilia kweli. Jamaa akarahisisha mambo, akasema kwa kuwa chuo anaruhusu watu walioweza kuoana, sasa mimi nataka nikuoe na unataka kwenda kusoma huko, tutakwenda kukaa wote hiyo miaka 5. Na ni kweli kabisa bwana, kama masihara tu mwamba aliacha kazi yake aliyokuwa anaifanya na akasafiri na bidada kuelekea nje ya nchi kwenda kufanya udaktari ambao bidada alikuwa ameenda kusoma, na walianza kukaa wote huko. Na mpaka kufikia hapo tunakuwa tumefika ukomo wa tamthilia yetu nzuri sana ambayo tulikuwa tumeanza nayo. Ni episode 3. Tukumbuka kwamba hili ilikuwa ni single movie, kwa nikaamua kuichambua kidogo na kuiweka katika namna hiyo ambayo umeweza kuitazama. Nikumbushe tu kwamba tunakwenda kuanza series yetu mpya kabisa na kali sana. Jambo la msingi ni wewe tu kubakia kando kidogo ya chaneli yako na hakikisha kwamba umegusa alama ya kusubscribe ili usije ukapitwa na hiyo kazi nzuri.